Kama mnavyojua, chama chetu kinapitia kwenye mambo magumu sana. Na ni mambo magumu haijawahi kupitia tangu kuanzishwa kwa chama chetu. Kwa hiyo ninaomba tuwaombee sana viongozi wetu. Tumuombee sana makamu mwenyekiti pamoja na jopo lake, ili Mungu awape hekima, awape maarifa, tuweze kutoka kwenye mapambano haya tukiwa washindi. Lakini jambo la pili, ninaomba nitumie jukwaa hili kuzungumza na wanawake wa Kitanzania. Na ninazungumza na wanawake wa Kitanzania kwa sababu jambo ninalotaka kuzungumza katika namna ya pekee linagusa tumbo la uzazi la mwanamke. Nchi yetu imechafuka kabisa. Watoto wanatekwa, watoto wetu kina mama. Watu wanauawa mchana kweupe. Mtu anashushwa mpaka kwenye gari. Imefika hatua hawa watu hawaoni aibu, wanashusha mtu kwenye gari, kesho mnakuta amemwagiwa tindikali amekufa. Unaweza ukaona wanakuja sasa. Zamani tulikuwa tunadhani ukirudi nyumbani umelala uko salama. Leo ukirudi nyumbani ikifika saa 7, saa 8 unashtuka, usingizi unakata. Walewi watakuja au hawatakuja? Maana unakumbuka story ya Mdude Mbeya, walimchukua usiku, leo hatujui aliko. Tumbo la mama yake Mdude linahangaika, hajui mtoto wake aliko mpaka dakika hii. Sasa nimeshtushwa na jambo moja. Kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna wanawake wako pale wanazungumza, utafikiri watoto walienda kununua madukani. Nimeshangaa, nchi iko katika hali ngumu namna hii. Badala ya bunge, na niwakumbushe wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, labda hawajui kazi iliyowapeleka bungeni. Kwa mujibu wa katiba ibara ya 63, ukisoma ile kifungu cha kwanza, cha pili na cha 3, inaeleza kwamba kwanza rais ni sehemu ya bunge, lakini sehemu ya pili ya bunge ndilo lile bunge linaloendelea sasa hivi, ambalo katiba inaitambua kama chombo muhimu, chombo maalumu ambacho kwa madaraka kiliopewa kwa niaba ya wananchi kitafanya kazi ya kuisimamia na kuihoji serikali, kuisimamia na kuishauri. Lakini ukisoma pale kipengele B, kipengele cha pili, katiba inasema mbunge akiwa bungeni atamuuliza waziri swali lolote linalohusu kitu chochote kinachohusiana na umma wa Watanzania. Sasa leo watoto wetu wanatekwa, wakati wa mama wanalia majumbani, hawaelewi kesho itakuwaje. Wabunge wako bungeni eti wanashangaa na wanasikitika na wanawakanya wanaomsema rais. Eti kuna watu wanamsema rais vibaya. Sasa mimi naomba niwaambie, badala ya kutumia muda huo kusema rais anasemwa vibaya, wangetumia muda vizuri bungeni, waulize kwa nini Wizara ya Mambo ya Ndani imeacha watu wanatekwa, watu wanakufa, watu wanauawa. Wizara ya Mambo ya Ndani ndio inayomtukanisha rais, sio wananchi wanaotukana. Kwa hiyo hao
tusisahau, tuhitaji